kupita juu. Bwana asifiwe sana. Au kupita mbali. Na hii ni kumbukumbu ambayo inaonyesha ni kwa jinsi gani Mungu alivyo waokoa au alivyowatoa wana wa Israeli katika ule utumwa wa Misri. Bwana asifiwe sana. Tunajua kabisa Waisraeli walikuwa kule Misri kwa Farao wakitumikishwa zaidi ya miaka 400. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu aliachilia ukombozi juu yao kwa kuwatoa kupitia pigo la ngapi? Pigo la 10. Bwana asifiwe sana. Kwa katika pigo la 10 lile pale ndipo Mungu alipoachilia sasa kibali cha Waisraeli kutoka pale Misri utumwani. Sasa na tunaona kabisa hapa Pasaka sasa ndio inapotokea kwenye hii Kutoka 12. Pasaka ndipo inapoanza sasa kutamkwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa wana wa Israeli waliambiwa wapake damu ya mwana kondoo kwenye miimo ya mwisho wa nyumba zao, si ndio hivyo ili Mungu atakaposhuka kwenda kuangamiza vile watoto wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wa Misri, atakapoona kuna damu ipakwa juu ya miimo ya nyumba, maana yake ataacha kuipiga ile nyumba. Bwana asifiwe sana. Kwa maana yake alipoiruka ile nyumba ya wana wa Israeli, walipopaka damu kwenye miimo ya nyumba yao, akiona tu kuna damu ipakwa pale, anaruka, anaenda kwenye nyumba nyingine. Akiona kuna damu ipakwa, anaruka. Nyumba ambayo haijapakwa damu ya mwana kondoo, maana yake hiyo ndio inakuwa haina ulinzi, inapigwa na hilo pigo ambalo mzaliwa wa kwanza aliuawa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hii iliashiria ulinzi dhidi ya uharibifu kwa sababu ya damu ya mnyama aliyechinjwa. Yule mnyama aliyechinjwa, mwana kondoo asiyekuwa na hila wa kiume aliyechinjwa, maana yake alikuwa anatolewa kama ulinzi juu ya wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa chao cha Pasaka, tunasema Pasaka ilianzishwa kwa mara ya kwanza na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Wakati wa tukio la mwisho kabla ya wana wa Israeli kutoka Misri, kama nilivyosoma kwenye mstari kwenye sura kubwa ya kutuongoza ya Kutoka 12. Bwana asifiwe. Na hii ilikuwa ni sikukuu ya agano la Mungu la ukombozi. Yaani Mungu kuwakomboa watu wake kutoka kwenye utumwa kule Misri. Bwana asifiwe. Na Mungu mwenyewe ndio aliyeagiza Waisraeli waiadhimishe kila mwaka kwa ukumbusho wa kile ambacho aliwafanyia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na iliadhimishwa kwa kula mwana kondoo wa Pasaka. Yaani Pasaka bila kuwa na mwana kondoo ilikuwa sio Pasaka. Ndio hivyo. Kwa lazima kuwe na mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya kupaka damu kwenye miimo ya nyumba. Kwa sasa kwenye kuadhimisha, maana yake mwana kondoo pia alichinjwa. Pia waliadhimisha wakula pia mkate usiotiwa chachu. Bwana asifiwe. Mkate usiotiwa chachu, maana yake ile mkate ambao hujafanyaje? Haujaumuliwa, haujatiwa amila. Bwana asifiwe. Kwa nini waliadhimisha kwa kula mkate ambao hujatiwa chachu? Maana yake ilikuwa ni Pasaka, yani yani kwani haihitaji maandalizi, yani ile haina tusema kwa Kiswahili kizuri, haina kulemba, sio hiyo. Yani chakula chenyewe sio mpaka wazi kupika, upike mchuzi ni Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwani jambo la haraka, kwa sababu ilikuwa sio jambo la starehe, yani sio kama unapika chakula ile kitamu kwa ajili ya starehe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo iliadhimishwa kwa kula mwana kondoo Pasaka, lakini pia kwa kula mkate usiotiwa chachu, lakini pia walikula mboga ambazo ni nini? Ni chungu. Mboga zile ambazo hazijaungwa vizuri. Na hii ilikuwa ni kama alama ya haraka ya kutoka kwenye mateso ya Misri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa ile ilikuwa ni Pasaka ya agano la kale ilivyokuwa iliadhimishwa vile. Sasa sisi hatupo kwenye agano la kale sasa hivi. Tupo kwenye agano jipya. Bwana asifiwe. Na mambo ambayo yalitokea kwenye agano la kale, maana yake yalikuwa ni kivuli cha yatakayokuja kwenye agano jipya. Kwa haya sasa nayo yaliyopo sasa, haya sasa ndio yenyewe sasa. Bwana asifiwe. Yale yaliyokuwa katika agano la kale ilikuwa ni kivuli cha mambo ya agano jipya. Sasa tupo kwenye agano jipya. Maana yake sasa hivi sasa ndio yenyewe. Yaani wale waliadhimisha vile kama kivuli cha ajayo. Lakini ajayo sasa hivi ndio tupo sasa sisi hapa. Sasa sisi kwetu Pasaka inamaanisha nini? Bwana asifiwe sana. Katika agano jipya Pasaka inapata maana yake halisi na ya kiroho kupitia Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Katika agano jipya Pasaka inapata maana yake halisi na ya kiroho kupitia Yesu Kristo. Yeye ndiye
mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Wale walichinja mwana kondoo kabisa, kondoo walimchinja. Sisi sasa tuchinji kondoo. Bwana siwe. Ukichinja kondoo uchinji kama sadaka, unachinja kama ni mboga tu kawaida. Bwana sasa. Yaani kwa sasa hivi wewe utajichinja kondoo kama ibada. Kama unachinja kondoo, uchinje tu kama mboga ya kawaida tu ya Pasaka, kama unachinja kuku. Au kama unachinja bata. Yaani uchinje kondoo kiimani, yani kuashiria kule kama unaona mchinja mwana kondoo. Hapana. Sisi leo Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyejitoa kuwa sadaka, ndio mwana kondoo mwenyewe. Biblia inasema katika Yohana 1:29, ndio mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu. Kwa hiyo sisi leo mwana kondoo ni Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ndiye aliyejitoa sadaka pale msalabani. Bwana Yesu sana. Kifo chake msalabani kilikuwa ukombozi wetu wa milele. Kwa sasa hatuadhimishi tena kwa kuchinja mwana kondoo wa kawaida, bali tunamkumbuka Kristo aliyechinjwa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sisi hatuchinji kondoo. Sisi tunamkumbuka Yesu mwenyewe aliyejitoa kama mwana kondoo mwenyewe pale msalabani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakorintho wa 5:7 inasemaje? Wakorintho wa kwanza 5:7. Kwa hiyo kwanza tunataka kusoma haraka. Wakorintho wa kwanza 5:7. Bwana asifiwe sana. Wakorintho wa 5:7 inasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa sisi Pasaka wetu Yesu Kristo tayari ashafanyaje? Ashakwisha tolewa. Bwana asifiwe. Kwa sisi tujisafishe tu. Bwana asifiwe sana. Sasa sisi watu ambao tumeokoka, Pasaka sio siku ya kawaida. Yaani kwa sisi watu ambao tumeokoka, yaani Pasaka sio siku ya kawaida kama watu wengine. Kwa watu wengine siku ya kawaida ya kununua, ya kuvaa nguo nzuri, ya kula vyakula vizuri, yaani ndo basi naisha. Ya kutoka out. Bwana asifiwe. Wengine wanaenda maeneo ya starehe kwa sababu ni siku ya nini? Ya Pasaka. Lakini sisi Pasaka ni swala kiroho sana. Ni swala kiroho sana. Yaani haishi kwenye kula na kuvaa tu. Bwana asifiwe sana. Pasaka sisi ni swala la kiroho sana, ambayo tunasherehekea kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Yaani sisi tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa tunapokumbuka kifo, mateso, kifo na kufufuka kwake, ndio Pasaka yetu pale ilipo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sio swala tu la kula wala kuvaa tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na kama tunavyojua kwenye Pasaka kwa katika Agano la Kale ilikuwa lazima wamwage nini? Wamwage damu. Ilikuwa lazima damu imwagike alafu ipake kwenye miimo ya nini? Ya nyumba. Na sisi leo mwana kondoo ambaye ndo Yesu mwenyewe alichinjwa na damu yake ikafanyeje? Ikamwagika pale msalabani. Bwana asifiwe sana. Kwa unaposema Yesu ni mwana kondoo wa Mungu yaani ni yeye alikuwa alifanyika kama mwana kondoo kwetu sisi. Ni na kwa sababu Agano la Kale ilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Maana yake damu ile imwagika msalabani ndio iliashiria, yaani Pasaka haiwi Pasaka mpaka damu ifanyeje? Imwagike. Ndio hivyo. Sisi kwetu Yesu alishamwaga damu tayari pale msalabani. Kama watu wa zamani walichinja mbuzi au walichinja kondoo wakamwaga damu na ile damu ikapaka kwenye miimo ya nyumba, sisi leo Yesu tayari ashamwaga nini? Ashamwaga damu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaona kwenye Yohana 1:29 wakati Waisraeli waliambiwa wapake damu ya mwanakondoo Pasaka kwenye miimo ya milango na kwenye kizingiti cha juu,
damu ya Yesu yenyewe ilimwagika kwenye msalaba. Bwana asifiwe. Kwa sisi Yesu mwenyewe aliacha mwaga damu pale msalabani. Damu ya Yesu ilifanyika kuwa fidia ya dhambi zetu na makosa yetu. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu ilimwagika pale msalabani ilifanyika kuwa fidia. Fidia nini? Ya dhambi zetu, lakini pia na makosa yetu. Ndio anasema kwa kupigwa kwake sisi tufanyeje? Tumepona. Bwana asifiwe. Waefeso 1:7 na mwingine Kolosai 1:20. Efeso 1:7 anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ilifanywa kuwa fidia ya makosa yetu na dhambi zetu. Bwana asifiwe. Kwa nini ilifanyika fidia? Yaani kwenye Agano la Kale kule sio kama sasa. Agano la Kale ulikuwa mtu ukitenda dhambi lazima kuhani mkuu aende patakatifu akatoe sadaka au akaombe toba kwa ajili ya watu wote. Yaani tulikuwa turuhusiwi kuingia pale patakatifu. Bwana sasa. Kwa hiyo maana yake mtu ukitenda dhambi leo, wewe mwenyewe huwezi kuomba toba kwa Mungu, huwezi kuomba msamaha kwa Mungu mpaka kuhani mkuu aende kuomba toba kwa ajili ya watu wote. Tena kuingia kule ilikuwa sio anaingia tu kawaida. Ilikuwa lazima kwanza jitakase kwanza. Bwana sasa. Na ilikuwa sio labda ni kila mwezi au kila wiki, hapana. Ilikuwa inafanyika tu mara moja tu, labda kwa mwaka. Bwana sasa. Bwana sasa. Sasa alipokuja Yesu na alipokuwa anaingia kule, maana zilikuwa zinapelekwa sadaka ambazo zinaweza kutolewa kafara kwa ajili ya msamaha wa dhambi zenu. Kwa hiyo zikiteketezwa zile, moshi kupanda juu kule, tunakupokelewa au kutokupokelewa. Bwana sasa. Bwana sasa. Sasa hayo yote yachapita kwenye Agano la Kale. Yesu alipojitoa pale msalabani, alipokufa na kufufuka kwake, maana yake ndio alifanya sasa malipizi, alifanya damu yake ilifanywa kuwa fidia ya dhambi zetu na makosa yetu. Dhambi zile za wanyama hazikutosha kuwasamehe dhambi, bali zilifanya nini? Zilifunika makosa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo mwenyewe ndio sadaka kamilifu ambayo ilileta ukombozi kamili kwa wote kwa kutolewa mara moja tu. Kwa hiyo Yesu alipopata mateso pale msalabani, damu ikamtoka pale msalabani, akafa, akafufuka, ndio achatoa sadaka yeye mara moja. Kuanzia pale sasa, maana yake dhambi zetu na makosa yetu yote yalifanyeje? Yalifutwa. Na ndio maana hivi tunayo neema au tunacho kibali cha kila mmoja kumwendea Yesu. Bwana asifiwe. Kwa kile kiambaza kifanyeje? Kiondolewa. Ule ukuta ambao ulikuwa umewekwa au ile pazia ambayo ilikuwa imewekwa ambao ilikuwa inatenga sisi kumkaribia Mungu karibu zaidi, ulifanyeje? Ulianguka. Kwa hiyo sasa hivi tuna uwezo wa kumwendea Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe, tukamwambia mambo yetu na kafanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu aliposulubiwa msalabani alitimiza kila kitu ambacho mwanakondoo wa Pasaka alitakiwa kuwa. Tunafahamu kwamba mwanakondoo, ukisoma kwenye Kutoka 12 pale, alikuwa anasema asina hila. Bwana asifiwe. Na Yesu mwenyewe alikuwa ni nini? Hana, yani alithibitika kwamba hana hila. Bwana asifiwe sana. Na alithibitishwaje? Tusome kwenye Luka 20:19-26. Makuhani wenyewe walimthibitisha kwamba hana hatia, lakini mwisho kabisa na Pilato naye hakuona hatia kwake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maana yake Yesu alichukua sifa zile kabisa za mwana kondoo ambaye anatakiwa tolewe kama nini? Kama sadaka. Kwa sababu alitakiwa kwanza asiwe ni mwana kondoo asiyekuwa na nini? Na hila. Luka 20:19. Luka 20:19.
Amina. Bwana asifiwe sana. Na Yohana 19:36. Yohana 19:4. Bwana asifiwe sana. Yohana 19:4 anasema, kisha Pilato akatokea tena nje akawaambia, mtu huyu namleta nje kwenu, mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Ndipo Yesu alipotoka nje, naye amevaa ile taji ya miiba na lile vazi la zambarau. Pilato akawaambia, tazama mtu huyu. 6. Basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisema, msulubishe. Pilato akawaambia, mtwaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Bwana asifiwe sana. Hapa nataka niseme ni kwamba Yesu mwenyewe alithibitisha kwamba ni hana hatia. Bwana asifiwe sana. Kwanza makuhani wenyewe walimthibitisha kwamba hana hatia. Ndio pale kwenye 4 pale kwanza ninasoma kwa, kisha Pilato akatokea tena nje akawaambia, mtu huyu namleta nje kwenu, mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Bwana asifiwe. Na 6 pia anasema, basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomuona walipiga kelele wakisema, msulubishe. Pilato akawaambia, mtoeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ndio mwana kondoo kamili aliyotolewa kwetu kwa kipande hiki, kwa kipindi hiki cha Agano Jipya. Kwa sababu kwanza alikuwa na sifa za yule mwana kondoo Agano la Kale. Alikuwa hana hatia yoyote. Bwana asifiwe sana. Makuhani hao walithibitisha kwamba hana hatia. Pilato naye alithibitisha kwamba hana hatia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sasa sisi hatuna dhabihu nyingine ya kutoa kwa ajili ya kuondoa dhambi. Yaani asitokee mtu kwamba asema anachinja kondoo au anachinja ng'ombe kwa ajili ya kumfanya kama kuwa mwana kondoo kwa sababu kwamba kama ibada. Hapana. Mwana kondoo tayari alishatolewa, ambao ni Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sisi kama Wakristo, swala la Pasaka tunalifanya kama nini? Kama swala la kiroho. Hatulifanyi tu kwa habari tu ya kimwili. Tunakumbuka yale mateso ya Yesu Kristo mwenyewe aliyetoa kwa dhabihu pale msalabani. Bwana asifiwe. Na kwa kufa kwake sisi tukawa tumepona. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sasa sisi bitu tuadhimishe Pasaka kwa kuwa na ushirika wa meza ya Bwana. Bwana asifiwe. Ushirika wa meza ya Bwana tunakumbuka nini? Bwana asifiwe. Ushirika tunamaanisha nini? Tunakumbuka nini? Ndio hivyo. Kumbukumbu ya mwili na damu ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutafakari juu ya wokovu wetu siku ya Pasaka. Ndio hapo ibidi unafanya unaangalia tangu ulipookoka, Mungu alivyokutoa mpaka sasa, unatafakari juu ya wokovu wako. Bwana asifiwe. Kama katika tafakari kwako kukinoko hauko vizuri, ndio wakati wa kujitengeneza pia. Ndio maana Pasaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sio issue ya kula tu na kunywa tu. Ni zaidi hapo. Lakini pia ni wakati pia mzuri wa kutoa shukrani, kushukuru Mungu pia. Shukrani kwa neema ya Mungu na uamsho wa kiroho. Bwana asifiwe. Na hiyo pia ni mambo ambayo pia Biblia yafanyika katika kipindi cha kwa sisi watu ambao tufanyeje, tumeokoka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa ulikuwa ni utangulizi. Kama somo kubwa kile kwa somo kwa somo muhimu wa Pasaka kwa mtu aliyeokoka. Hapo ilikuwa ni utangulizi tu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo muhimu wa Pasaka kwa mtu aliyeokoka sasa. Pasaka ina muhimu gani kwa mtu aliyeokoka? Jambo la kwanza ni kumbukumbu ya ukombozi halisi. Jambo la kwanza ni kumbukumbu ya ukombozi halisi. Kama Pasaka ya Kiyahudi ilivyokuwa, ilikuwa ni ukumbusho wa wana wa
Israeli kutoka utumwani Misri. Na sisi leo tuliokoka, Pasaka ni ukumbusho wa ukombozi kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Ndio hivyo kupitia kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Wana wa Israeli wanapoadhimisha Pasaka, yani wao jambo la kwanza wanalofikiria ni Mungu kuwakomboa katika utumwa wana wa Israeli. Utumwa ule wa kimwili ule Misri. Ndio hivyo Lakini sisi sasa, na sisi tumekombolewa, lakini katika utumwa wa nini? Wa dhambi. Kwa hiyo ni kumbukumbu ya ukombozi halisi. Ukombozi ambao Yesu mwenyewe alifanya kupitia msalaba. Kila mtu ana historia, anajua Mungu alipomtoa. Sio hivyo Yaani una maisha ambayo yapo kabla ya kuokoka na baada ya kufanyeje ya kuokoka. Yaani unajua historia ya maisha yako, ni wapi Mungu ambako amekutoa. Kwa hiyo Pasaka yako wewe unakumbuka ni wapi Mungu ambako amfanyeje amekutoa. Unakumbuka kwamba hivi asingekuwa Mungu, leo hivi nimekuwa hapa kweli. Bwana asifiwe sana. Ningekuwa niko na afya njema kiasi hichi. Bwana asifiwe sana. Je, ni wangapi ambao nipo nao, nilikoga nao tangu kipindi kile, nikiona sasa hivi na mimi sasa hivi wenyewe wako wapi? Wapo katika hali gani? Kama ni wazee tuko umri mmoja, lakini wazee kuliko hata mimi. Yaani wao wenyewe wanaonekana wazee wamechakaza. Pombe zimewachakaza. Madhambi yamewachakaza. Bwana asifiwe sana. Wengine wamekufa kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya dhambi. Lakini mimi sasa hivi niko hivi. Kwa hiyo nakumbuka Mungu alikofanyeje? Alikokutoa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Warumi 6:6-7 inasemaje? Warumi 6:6-7. Biblia inasema Warumi 6:6 anasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na nini? Na dhambi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa kumbukumbu yaani Pasaka kwetu ni kumbukumbu halisi ya ukombozi. Tukilijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, Yesu mwenyewe aliyejitoa kuwa Pasaka. Bwana asifiwe sana. Ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumike kwenye dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na nini? Na dhambi. Kwa hiyo tunaposherehekea Pasaka, moja wapo ni tutakumbuka ukombozi ule halisi. Yesu alitukomboa kutoka kwenye dhambi. Utu wetu wa kale ulifanyeje? Ulisulubishwa pamoja naye. Kwa sasa tupo katika utu upya, maisha mapya ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hatutaki tena kuyarudia yale matapishi ambayo tulikuwa nayo kabla ya kuokoka. Bwana asifiwe. Tunataka kuendelea kuishi maisha matakatifu kumpendeza Mungu. Yaani ukiokoka utaki tena kurudi. Ukiokoka inabidi uendelee kupanda. Bwana asifiwe. Yaani sisi unazidi kuendelea katika wokovu, maana yake viwango vyako vikibidi viendelee kufanyeje? Kukua. Yaani Mama Eliza wa mwaka huu au mwaka ujao 2026 Mama Eliza tofauti. Asiwe chini tena. Hapana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukirudi nyuma unakuwa unamtukana yeye aliyetoa sadaka kwa ajili yako, aliyefanyia Pasaka kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Namba 2, umuhimu wa Pasaka kwa mtu aliyeokoka. Namba 2, damu ya Yesu ndio msingi wa wokovu. Damu ya Yesu ndio msingi wa wokovu. Kwetu sisi wa Kristo, kwa sisi hapo tuliokoka, hakuna Pasaka pasipo Yesu kupitia kwenye mateso. Ndio maana kwa Waroma wanafunga siku zile 40 zile za mateso, wanakuwa mateso ya Yesu mpaka yakuja Jumaa Kuu, mpaka wamesherekea Pasaka. Maana Pasaka lazima kuwe kuna mateso ya Yesu, tunakumbuka, ndio hivyo. Maana yake Yesu aliyeteswa pale msalabani alitoa damu. Ile damu ya Yesu ndio msingi wa wokovu wetu. Bwana asifiwe sana. Kama damu ya mwana kondoo iliyowalinda Waisraeli, ndivyo damu ya Yesu inavyomlinda na kumtakasa kila aliyeokoka. Yaani tunasema hakuna Pasaka bila damu. Kwa hiyo kwa Agano la Kale, nyumba ambayo ilikuwa haina damu, wao Pasaka haiwahusu, kwanza hata waijui. Kwa sababu waliangamizwa.
Pasaka kwao inakuwa ni maziwa, ilikuwa machungu, lakini kwa Waisraeli ilikuwa ni siku ya nini? Ya ukombozi. Bwana asifiwe sana. Na sisi watu tuliokoka leo, damu ya Yesu ndio inayofanyaje? Iliyotutakasa au iliyotupa neema ya wokovu mpaka sasa. Pasaka inatukumbusha kuwa bila damu ya Yesu hakuna nini? Hakuna wokovu. Ibrania 9:22. Na waraka wa kwanza wa Petro 1:18-19. Soma Ibrania 9:22 mstari mmoja tu. Kuna Ibrania 9:22 waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza 18-19. Ibrania 9:22 inasema, tutasoma. Biblia inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana sana. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana sana. Katika Torati bila kumwaga damu kulikuwa hakuna ondoleo la dhambi. Sisi leo pia isingekuwepo damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, na sisi leo tungepata ukombozi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu damu ya Yesu imwagika pale msalabani ndio iliyofanyika kwa msingi wa wokovu wetu. Namba 3, umuhimu wa Pasaka kwa mtu aliyeokoka. Namba 3 ni ushindi juu ya kifo. Ni ushindi juu ya kifo, lakini pia ni ushindi juu ya shetani. Ushindi juu ya kifo na shetani pia. Andika ushindi juu ya kifo na shetani. Pasaka ni ushindi juu ya kifo na shetani. Kwa mtu aliyeokoka, Pasaka ni sikukuu ya ushindi. Yaani Yesu alishinda kifo, tunajua alishinda jehanamu na nguvu za giza. Pia alifanyeje? Alizishinda. Bwana sasa, tunajua baada ya Yesu kufufuka haikuishia tu kufufuka tu. Hapana. Maana yake alienda baba kule kuzimu, akachukua ile funguo ya nini? Akamnyang'anya shetani funguo. Ndio hivyo. Bwana sasa sana. Kwa hiyo pia ilikuwa pia ni ushindi juu ya nguvu za nini? Za giza. Bwana sasa sana. Kwa hiyo hivi aliyokoka anaweza kuishi maisha ya ushindi pia. Yaani hata sisi watu tuliokoka tunaweza kuishi pia maisha ya ushindi. Kwa sababu Yesu mwenyewe alishatushindia tayari tangu mwanzo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Yaani kuishi maisha ya ushindi sio juu ya nguvu zetu kujipigania wenyewe. Hapana. Yaani mara umeokoka tu, Yesu ndiye anakusaidia uishi maisha nini? Ya ushindi. Kwa sababu ukijaribu wewe mwenyewe uishi maisha ya ushindi peke yako bila Yesu, utafanyaje? Utashindwa. Na watu ambao wanajaribu kutengeneza sheria lakini bado zifanyaje ili washinde. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu aliyeokoka anaweza pia akaishi maisha ya ushindi. Maisha ya ushindi juu ya dhambi, ya ushindi juu ya nguvu za giza, juu ya shetani, juu ya mamlaka ya giza. Anaweza kaishi maisha ya ushindi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa mshindi. Kwa alishinda kifo kwa kufufuka. Utofauti wa wengine, mitume wao walikufa hawakufufuka, walishakufa. Ila si Yesu alikufa lakini akafanyaje? Akafufuka. Kwa hiyo injili ya kufa na kufufuka ni injili yenye nguvu sana. Bwana asifiwe. Yaani sisi injili, Ukristo wetu unajengwa katika mazingira haya. Kama tunaye Yesu ambaye ni Mungu mwenyewe, aliyekufa hakuishia kufa tu. Wengine wote walikufa, wakazikwa, wakaishia huko. Lakini sisi Yesu hakufa tu, bali alifufuka. Na sio alifufuka tu katika kuishi duniani, alifufuka kapaa mbinguni, atarudi tena. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa injili yetu pia inajengwa na msingi mkubwa huu hapo. Bwana asifiwe. Kolosai 2:15 inasemaje? Kolosai 2:15 Biblia inasema hiyo Filipi. Kolosai 2:15 Bwana asifiwe sana. Ukitoka kwenye 18 pale anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu,
akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Namba 10 anasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula na kuendelea. Lakini kubwa zaidi ni hili: Yesu mwenyewe alishinda juu ya kifo, juu ya nguvu za giza, juu ya shetani pale msalabani. Bwana sana, kwa kufa na kufuka kwake alifanyia kuwa ulikuwa ni ushindi. Sasa tunapozungumzia kifo na kufuka, ndio kwa sisi tunaongelea Pasaka sasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo muhimu wa Pasaka namba 3 ni ushindi juu ya kifo na shetani, na ushindi pia juu ya shetani. Sababu shetani hatushindi sisi kwa nguvu zetu. Bwana asifiwe sana. Yaani Yesu wetu alishinda pale msalabani. Wakati shetani akihisi kwamba tayari nishamuua huyu mtu, tena kisha akijua amemaliza, kumbe alikuwa hajamuua kama amemaliza. Kumbe ameitengenezea kaburi lake mwenyewe kufukia mwenyewe. Bwana asifiwe. Lakini pia namba 4, muhimu wa Pasaka kwa mtu aliyeokoka, namba 4 ni wito wa maisha mapya. Pasaka ni wito wa maisha mapya. Pasaka ni wito wa maisha mapya. Ufufuo wa Yesu ni ishara ya maisha mapya kwa aliyeokoka. Hatupaswi kuendelea kuishi maisha ya dhambi, bali maisha ya utakatifu, toba na ibada. Bwana asifiwe. Yaani sisi tunaposherehekea Pasaka, kwetu sisi ni wito wa kwenda kuishi. Kama kuna mahali uliteleza, ulikuwa ufanye vizuri, unaposherehekea Pasaka ndio wakati wa kujihoji, kujidadisi, yaani kujirekebisha tena ili uishi maisha tena mapya. Bwana asifiwe. Hatupaswi kuendelea kuishi maisha ya dhambi, bali ni kuishi maisha ya utakatifu, ya toba na maisha ya ibada. Bwana asifiwe. Kwa hiyo itakuwa Pasaka unafanya Pasaka, unaweka maazimio na Mungu. Mungu nisaidie kujikagua ulivyoishi mpaka pale siku ya Pasaka, pale ukikagua tena unaona kabisa kuna mahali fulani nilipungua. Ndio wakati ambao pia kumwomba Mungu usaidie, weka agano jipya na Mungu akusaidie ili uendelee kuishi maisha mengine matakatifu, maisha ya ibada, maisha kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni wito wa maisha mapya kwako wewe uliyeokoka. Bwana asifiwe. Hivi Warumi 6:4 inasemaje? Warumi 6:4 inasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Bwana asifiwe. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Sisi tunaofufuka na msheria sasa amefufuka, maana yake sisi pia sasa inabidi tufufuke pamoja naye yani. Bwana asifiwe. Yale ya kale yale sasa tuliyafukia alipokufa. Tunaofufuka na ufufuka katika upya tena. Hata utakiwa kufufuka katika upya, unashirikia Pasaka alafu tena dhambi kwa siku ya Pasaka tena. Bwana asifiwe sana. Uwezetu wa dini, siku ya Pasaka ndio siku ya kutenda maovu. Ndio siku ambayo sasa ndio washamaliza kufunga. Wameweza kufunga ile Alhamisi Kuu. Ijumaa ndio sasa kuanza kujiachia. Tena Waislamu kabisa, Waislamu sio Pasaka kumbe. Waislamu ndio funga kawaida tu. Wenzetu ambao wanafunga siku 40 kwa unyenyekevu wale. Bwana asifiwe. Kimeza tu kufunga ni pale Pasaka, ndio siku anajiachia. Yaani siku kuu ndo asherekea, alijinyima siku 40 zote kula, alikuwa hali vizuri, alifanyaje? Kwa hiyo ndio siku ya kufanya yale mambo ambayo alikuwa yafanya. Kama ndio ugimbi huo, sasa ndio siku ya kunywa vizuri, sasa kulewa sana. Bwana asifiwe. Sasa sisi watu tuliokoka hatakiwi siku, yani tunaosherehekea Pasaka tuendelee kumtenda tena Mungu dhambi, bali inatakiwa tena tufufuke au tuazimie kuishi maisha mapya. Bwana asifiwe. Maisha ya ushindi. Yesu amefufuka na sisi sasa tunafufuka na yeye. Kama ulikuwa na mambo ya kale, sasa unayazika pamoja huko kwenye kifo kule, sasa unafufuka na Yesu. Kama kuna mambo yalikuwa ni masalia yalibaki, Yesu anapofufuka unahakikisha sasa unafufuka naye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni wakati wa kujiweka vizuri na Mungu. Lakini pia ni tumaini la ufufuo wa milele. Muhimu wa Pasaka kwa mtu aliyeokoka, namba 5 ni tumaini la ufufuo wa milele. Bwana asifiwe. Pasaka humhakikishia mtu aliyeokoka kwamba mauti sio ya mwisho, bali kuna uzima wa milele kwa wote walioko ndani
ya Kristo. Yaani sisi hatuishi kama wanyama au hatuishi kama watu ambao hatuna tumaini. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba yeye akifa anaenda kuzaliwa Marekani, kiumbe kingine huko, au akifa anaenda kwa wala siwe. Lakini sisi watu tuliokoka, Pasaka yatukumbusha kwamba kuna tumaini jipya, tumaini la ufufuo wa milele. Bwana asifiwe sana. Pasaka inatuhakikishia kwamba mauti sio mwisho, bali kuna uzima wa milele kwa wote ambao wako ndani ya Kristo. Kwa sisi tunatumaini tena. Yaani maisha hayaishi hapa tu. Bwana asifiwe. By the way, maisha tunayoishi ni mafupi sana. Kuna maisha ya milele sasa, sio maisha ya milele. Haya ni mafupi sana. Ila kuna maisha ya milele sasa. Na hayo maisha ya milele maana yake sasa yanatengenezwa na maisha haya mafupi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuna maisha mengine ya milele ambayo yanakuja. Lakini maisha ya milele yanategemea tukiwa tunaishi sasa hivi. Si ndio hivyo? Na ndio maana ukishakufa tu maana yake tena hakuna jambo lingine la kufanya. Huwezi kutengeneza na Bwana tena ukishakufa. Si ndio hivyo? Kwa sababu maisha yako tayari ushafanyeje? Yashaishia. Ule muda uliopewa kutengeneza na Bwana ushaisha. Unaenda kuishi maisha ya milele huko, sasa ni matokeo ya maisha ya muda mfupi uliopewa duniani. Bwana sasa. Kwa sisi tunavyoishi, tusiishi kana kwamba tukifa ndo basi imeisha. Yaani tukifa kwamba ndo basi tuipotea, hakuna kitu kingine kitakachoendelea. Hapana. Sisi tunaamini kwamba kuna maisha mengine, na kwa njia ya ufufuo wa Yesu Kristo mwenyewe aliyofufuka, maana yake ndo alienda kuandalia makao. Kwa hiyo tunaamini kwamba yeye aliyofufuka pale msalabani akapaa mbinguni na akatuahidi kwamba ataenda kuandalia makao. Kwa hiyo kuna makao mengine ya milele ambayo Yesu mwenyewe anatuandalia. Bwana asifiwe. Tukiishi kwa kutambua hivyo, maana yake tukiwa duniani tutaishi maisha ya hofu, ya matakatifu, ya kujua kwamba maisha yetu haishi hapa tu. Bwana asifiwe. Wale ambao wanaamini kwamba maisha yanaishia hapa, wao wanafanya lolote wakijua maisha ndio basi, kwamba ukifa ndio basi tena. Ndio lako ipotea, yani kwa kingine tena nini kishakuwa ni giza. Lakini kumbe kuna maisha mengine tena ambayo yapo. Na hayo maisha yanaamuliwa na maisha ambayo tunaishi sasa. Bwana asifiwe sana. Wakati tunapata nafasi ya kuishi, nafasi ya uzima kila muda, kila saa. Biblia inasema tukiishi tukiomba, kwa sababu siku ya saa mwanadamu atakapokuja. Bwana asifiwe. Sio mwanadamu tu, sio kufa tu, lakini pia mwanadamu pia. Bwana asifiwe. Kwa hata mwanadamu pia anaweza akaja hata sasa hivi. Akija maana yake sasa hivi. Kwa hiyo utakuwa una uwezo wako bageni kwamba sasa hebu subiri kidogo kwanza nikatubu kwanza kidogo alafu ndo. Hapana, ndio hivyo. Lakini pia achana na hivyo tu, hata sipokuwa mwanadamu. Lakini pia kuna maisha pia, kuna uzima pia. Ukifa tika tukia ukafa, maana yake tena uwezi kutengeneza na Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuishi huku tukiwa tumaini kwamba kuna maisha mengine mapya. Maisha ya milele. Haya tunaishi sio maisha ya milele, haya sio maisha ya milele. Ila kuna maisha ya nini? Ya milele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuishi maisha matakatifu. Ndio kikubwa hasa. Ndio jiwe kubwa hapo. Tuishi maisha nini? Matakatifu. Bwana asifiwe. Tuishi maisha nini? Matakatifu. Tukijua kwamba kuna maisha mengine ambayo yapo baada ya maisha duniani. Hata kama utaishi miaka 100, au maisha sio maisha ya milele, unaitwa ni maisha ni kwa muda tu. Kuna maisha ya milele. Hata kama utaishi miaka 130, bado itakuwa ni kwa muda tu. Lakini bado kuna maisha ya milele. Hasa maisha ya milele sasa ndio shida, sababu ni ya milele. Sasa hii umilele unafaa uwe katika sehemu nzuri, ndio utafaidi umilele. Ile umilele ukiwa katika sehemu ambayo sio nzuri, maana yake sasa inakuwa vibaya. Bwana asifiwe. Kwa njia ya mauti Yesu alibatilisha nguvu. Kwa njia ya mauti Yesu alibatilisha nguvu ya mauti. Yaani kwa njia ya mauti ile kufa pale msalabani na kufufuka pale, Yesu pia alibatilisha ile nguvu ya mauti. Bwana asifiwe sana. Hebu sura wa Korinto wa kwanza 15. Wakorinto wa kwanza 15, kuanzia sura ya kwanza, mstari wa kwanza pale inasemaje?
Amina. Bwana asifiwe sana. Kuna mbili pale anasema, basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawakufufuliwa. Maana kama wafu hawakufufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu, na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepoa. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika damu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anaelezea kwa habari ya kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo, kwamba kama injili yetu haitazungumza kwa habari ya kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo, tutasema Yesu akufa na kufufuka, maana yake tutakuwa tunahubiri uongo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sisi watu ambao tumeokoka, tumaini letu ni kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Maana yake pia na sisi tunaamini kwamba pia kuna maisha baada ya haya maisha tunayoishi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kufufuka kwa Yesu kunatupa uhakika wa maisha ya baada ya hapa duniani. Bwana asifiwe. Lakini injili ya kufufuka kwa Yesu ndio injili kuu na ndio kiini cha Ukristo. Injili hii hutofautisha Ukristo na dini nyingine. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi tunapozungumzia masuala ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, yaani ndio injili kubwa sana kwa watu wa Mungu tuliokoka. Na ndio tunapata tumaini la maisha mengine mapya. Kama Yesu alikufa na kufufuka na kaenda kutuandalia makao, maana yake pia anasema atarudi tena kuja kutuchukua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa makao mengine ambayo yanaandaliwa kwa ajili yetu sisi, kikubwa tu ni kuishi maisha matakatifu na kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa pointi ya 5 ni tumaini la ufufuo wa milele, ndio hivyo. Bwana asifiwe. Tuishie tu hapo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo muhimu wa Pasaka ya mtu aliyeokoka ni swala ya kwanza ni kumbukumbu ya ukombozi wa halisi. Namba 2 ni damu ya Yesu ndio msingi wa wokovu. Namba 3 ni ushindi juu ya kifo na shetani. Namba 4 ni wito wa maisha ya mapya. Namba 5 ni tumaini la ufufuo wa milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama sisi watu waliokoka tujue kwamba tunapoadhimisha Pasaka tusiadhimishe kama watu wengine, watu wasiomjua Mungu. Pasaka ilikuwa ni ya kuchinja kwa wale wana wa Israeli. Sisi leo tutaki kufanya matambiko kuchinja kwa kama ibada. Tuchinje kama nyama ya kawaida. Lazima tuchinje kwa njia kama ni ibada. Kuna mafundisho potofu yanaendelea kwamba Pasaka ni kuchinja. Kwa hiyo na sisi lazima tuchinje. Bwana asifiwe. Sisi Pasaka yetu ndio Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana.